Ah, leo naomba nikufundishe kitu kimoja kizuri sana. Nisogee karibu. Hichi kitu kinaitwa imani. Imani, Biblia inatufundisha kwamba imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, lakini ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwanza ni uhakika wa mambo yanayotarajiwa, kwamba ninataraji jambo fulani, lakini kwa imani. Kwa imani mwakani nitajenga nyumba yangu. Kwa imani mwakani nitanunua gari. Kwa imani ni uhakika wa kujiaminisha au wa kuamini kwamba jambo fulani litatokea, lakini wanasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa sababu unapoamini, wakati mwingine imani huoni kile unachokiamini, lakini una uhakika kwamba japokuwa sioni, lakini hiki kitu kipo. Hiyo ndio imani. Na somo hili la imani watu wengi sana wanalifuatilia, lakini hawaendi undani kujua kwa nini imani. Hata hizi taasisi za dini, taasisi mbalimbali za dini, misikiti, makanisa, sehemu za ibada mbalimbali, kwa imani zile pale ni kama sahani tu. Ni sahani kana kwamba zinapakulia vyakula lakini yupo mpikaji na anayepakua kile chakula, ambaye sasa ndo Mungu. Na kila sahani ina namna ilivyotengenezwa. Unajua sahani kuna za udongo, za mfupa, za nini. Ndio hizi sehemu zote za ibada unazoziona, kila sehemu ina namna ilivyojengwa na ilivyotengenezwa. Lakini within kuna kitu kinaitwa imani. Yaani katika hiyo sahani sasa kuna imani ambayo ndio chakula kile ambacho kinapakuliwa kwenye ile sahani. Kwa hiyo sasa ndio maana kila mtu anaamua ale katika sahani ipi. Na ndio maana hivyo vitu havinaga sheria. Yaani mambo ya imani hata serikali haingilii, kwa sababu mtu ana uhuru wa kuchagua ale katika sahani ipi. Na vile vile unaweza ukala kwenye sahani moja ukajikuta hujaelewa kile chakula, una uhuru tu wa kwenda kuchagua sahani nyingine ukala. Kwa hiyo sasa imani, mimi nitakupa mfano mmoja, na huu mfano nishafundisha watu wengi sana. Kwanza ni ushuhuda, si somo, ni ushuhuda. Nishashuhudia watu wengi sana kuhusiana na msichana mmoja ambaye alikuwa na imani sana. Huyu msichana aliamua kuokoka. Alitoka kwenye imani moja akaingia kwenye imani nyingine. Alivyoingia kwenye hii imani ya Kikristo, ya Wapentekoste, ya watu waliookoka, familia yake ikachukia sana. Ikachukizwa na hilo jambo na wakamtenga. Na walivyomtenga, akaondoka kabisa nyumbani, kwa sababu sasa ikawa ni shida pale nyumbani. Ile huyu msichana alimwambia Mungu kwa siri kwamba kwa namna moja au nyingine, kwa imani mimi nimekuona, na kama nimekuona nimeamua kukufuata. Niliamini sijakosea, lakini na wazazi wangu wamenikana, wazazi wangu wamenikataa kwa sababu yako. Yule mtoto alikuwa anamaliza shule darasa la 7, na akafanya vizuri sana kwenye matokeo yake. Lakini sasa ikafika wakati anatakiwa kwenda shule aliyochaguliwa, wazazi wamemkana kabisa, wamemkataa. Yule mtoto akakaa
akazidi kumwambia Mungu, mimi ninakuamini kwa sababu wewe nilikufuata kwa sababu ya jina hili la Yesu. Naamini hutanidhalilisha. Mwakani nitaenda shule na nitasoma na kila kitu kitapatikana. Hana anayemtegemea, hana anayemwangalia, hana alipokopa, hana alipoenda kuomba. Yeye amemwamini Mungu. Ameweka imani yake kwa Yesu kwamba naamini hapa mimi nitafanikiwa. Sasa yule mtoto mwisho wa siku akaenda kwa mchungaji mmoja. Akamwambia, baba, mimi nimeokoka. Na kama nimeokoka, kwa hii imani wazazi wangu wamekasirika sana. Na hapa ninavyokuambia nimefukuzwa nyumbani na mimi nimefaulu, natakiwa kwenda shule. Sina pa kuanzia. Yule mchungaji kwa kweli naye maisha yake yalikuwa sio mazuri sana. Lakini akamwambia, mwanangu, kama uliweka ile imani basi endelea kumwamini Yesu. Kwa ile imani ambayo uliamini ukishikilia, hawezi kukudhalilisha. Basi yule mtoto bwana, kwa sababu ile shule aliyochagulia ilikuwa sio mbali, akatafuta tu nguo 2-3 kaka kwenye mfuko wake, akaenda shule kuwasili kuripoti. Na yule mtoto wakati anaenda kuripoti, walimu wale wakashangaa sana yeye amewahi. Akamwambia, kwa nini wewe umewahi sana? Wenzako wanatakiwa kuja wiki ijayo. Akasema, hapana, mimi nimewahi kwa sababu nataka kufanya maandalizi yangu. Na haya maandalizi ninayotaka kuyafanya sitaki ifike wiki ijayo mimi vitu havijakaa sawa. Sawa, lakini mbona umekuja una hata begi, una vitu? Asema, hapana. Vitu vyangu vyote vitaletwa on time na ada na kila kitu vinakuja. Kwa hiyo wenyewe don't worry. Basi akiwa kule akaanza tu kuomba sana. Akaanza kuomba sana, kuzidi kumlilia Yesu kwamba mimi nimekuamini wewe, nimekufuata wewe, naamini hutanidhalilisha. Sasa ikabakia kama siku 2, wanafunzi wakaanza kuripoti shuleni pale. Sasa akamkuta kwenye mabweni ameshawahi, lakini sasa hana hata kitu kimoja. Sio madaftari, sio yani chochote hana. Basi akamwomba mwenzake mmoja kalamu na karatasi katika vitu vyake alivyokuja navyo. Yule mwenzake akampatia. Kwa hiyo akaandika barua kwa Yesu wa Nazareti, PO Box Mbinguni. Akamwandikia, mimi ni yule mtoto wako ambaye nilikufuata siku ile pale kwenye mkutano. Na tangu nimekufuata maisha yangu yamekuwa ya taabu. Wazazi wangu wamenitenga, nimekuwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo ninakuomba unitengenezee vitu vyangu vyote vinavyohitajika. Nahitajika hapa nipate vitu vya shule, ada na kila kitu. Akachukua ile barua yake, akaenda barabarani, kulikuwa na maboksi ya posta, akadumbukiza. Mungu alivyokuwa mwaminifu, siku ile ile wale watu wa posta wakaja wakapita pale, wakachukua ile barua. Sasa walivyoipeleka kule kwa namna ilivyoandikwa, wakashindwa address hii ya aina, yani waipeleke wapi? Kwa Yesu wa Nazareth, PO Box Mbinguni. Sasa utaipeleka wapi? Lakini kuna wale jamaa wa taasisi za dini wanatumaga majalida na vipeperushi mbalimbali vya injili vya kusambaza maneno ya Mungu, vitabu nini. Kwa hiyo wakaona basi tuvikusanye tu viende na hivi. Sasa wale watu wale wenye vile vitu wakaja wakavichukua, wakakuta kuna barua sio ya kwao. Kwa hiyo wakawauliza wale watu, sasa bwana, mbona mmetupatia hii? Asema, bwana, hiyo tumeona inaendana na imekuja kwenye dokumenti zenu. Sawa. Wakaenda wakaisoma, walivyoisoma wakasema, sawa, huyu mtoto lazima yuko sehemu na ana uhitaji. Na uzuri aliorodhesha vitu vyote pale kumwandikia Yesu kwamba hivi vitu ndio vinavyotakikana shule na amount ya ada inayotakikana pale. Kama ameweka kila kitu, akaweka chini mwisho address ya shule aliyo. Kwa hiyo wale watu wakaingiwa na imani kubwa sana. Na wakasema huyu mtoto hatuwezi kumwacha, lazima tumsaidie. Kweli wakaenda wakafungasha vile vitu vyote yule mtoto alivyoorodhesha pale, magodoro, nini, kila kitu kilichoandikwa ambacho kinahitajika shule, na akachukua some amount of money kwa ajili ya kwenda kumlipia ada. Yule mtoto bwana
walimu, shule ikafunguliwa na wakasema sasa leo ni siku ya mwisho kupokea vitu vyote vya watu wote. Kila mtoto ama kuna mtu ambaye hajakamilisha vitu vyake aende kwenye ofisi ya mwalimu mkuu, apigie wazazi. Tunapoanza madarasa kesho, kila mtu awe amekamilisha kila kitu. Yule akaulizwa, sasa wewe mbona wazazi wako vipi, au wamesahau? Asema hapana, hawezi kusahau, walikuwa tuna mambo mengi, lakini wewe utawaona wataleta kila kitu. Imani ile mtoto akuachilia, aling'ang'ania tu. Basi jioni kama saa 11 hivi wanashangaa kuna gari inaingia. Gari ilivyoingia imebeba vitu kama yani gari kama ile nini Land Cruiser, imebeba vitu dogodoro juu, tranka na nini. Wakashuka wakasema bwana tunamuulizia mwanafunzi majina fulani. Akasema nyie ni nani? Akasema sisi ni wazazi wake, tumeleta vitu vyake. Basi wakaenda wakamuita, wakamwambia bwana wazazi wako bwana kweli wamekuletea vile vitu vyako na wanakutafuta. Kwa hiyo yeye alivyotoka wala hakuwa na shaka, hakushangaa, alienda akawakimbilia, akawakumbatia, akawalaki. Wale watu kwa kweli wakalia sana. Na akawakaribisha, akasema hapa ndo shuleni. Najua Yesu amewatuma muniletee vitu vyangu kwa sababu niliamini vitakuja leo na leo haiwezi kupita. Kwa hiyo wakamkabidhi vitu vyake na wakamwambia sasa sisi tutasimamia elimu yako kuanzia hapa ulipoanza mpaka utakapomaliza chuo kikuu na mpaka utakapomaliza elimu yako yote. Sasa hiyo ni imani mtu aliweka, na katika imani hiyo hakuwahi kukata tamaa. Hakuwahi kuwa na mashaka. Unajua ukiwa na imani tena ukawa na mashaka, hilo nao ni tatizo lingine. Unapoweka imani, na ndio maana watu wengi wanaomba lakini majibu hakuna, kwa sababu unaomba ukiwa huna uhakika. Umeambiwa ni hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wewe unachotakiwa ni kuweka roho yako relax, kwamba kwa sababu nimeomba mimi naamini Mungu atafanya. Ndio maana watu ukiomba ukimaliza utakosema naamini umesikia, na wewe unaenda kutenda. Kwa hiyo sasa yule maombi yake alisimama, akawa imara, akawa jasiri, akaweka imani ambayo ile imani ilimletea matokeo makubwa. Kwa hiyo ndugu yangu, hata wewe kama ulikuwa na imani ya kulegalega, imani inaponya. Watu wengine wanaenda kwa watumishi mbalimbali wa dini kwa ajili ya kuombewa. Na akienda yeye anamtazama yule mtumishi kwamba nikienda kwa Mwamposa, baba Mwamposa, nikifika pale akinishika mkono nitapona. Ila kukushika mkono, kukushika kichwa, kukupa mafuta, kukupa maji, hivyo vitu vyote hivyo ni imani. Yeye ameamini katika vile anavyovifanya, na ile imani haikuja kirahisi, ameiwekeza kwa Mungu. Sasa wewe ukienda pale usimwangalie yeye. Nenda ukiwa na imani kwamba mimi kitendo cha kukanyaga nitakutana na Mungu na Mungu ataniponya. Kienda kwa ni Musa, ukaenda kwa nabii Eli Maarifa kule Morogoro 88 Holy Land, ukienda sehemu tofauti za watumishi wa Mungu hao, usiangalie wao. Nenda wewe na imani iliyoshiba kwamba nikifika pale Holy Land 88 nabii Eli Maarifa hata akinyosha mkono haujanigusa, nimepona. Kwa hiyo ile imani ndio itakayokufanya wewe ukapokee. Yesu hata siku moja akumwambia mtu nimekuponya au nimekubariki utapokea. Hapana, anasema imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Kwa hiyo na wewe shikilia imani yako, muamini Mungu kwa viwango vya juu. Utaona jinsi ambavyo anafanya, na jinsi ambavyo umeona miujiza ikitendeka huwa sio utani. Ukiwekeza ile imani kwa Mungu, kila kitu kinawezekana. Mungu akubariki sana na kukaribisha wakati mwingine.